Na ndio maana ni wakati wa muhimu kweli huu. Angalia sana, sije ukaolewa na kabwana kamoja kanakaa ntuzu, ukajikuta ulitakiwa kusonga mahala fulani upenye, ulitakiwa kuwakabili, ukajikuta huko mwanuzi. Ni wakati wa kuwa karibu kweli. Mungu akupe macho. Umenisikia vizuri? Mungu akupe nini? Usiingie kichwa. Lazima uangalie hivi Mungu anataka kweli. Hasa wale mnaochumbiwa binti zangu, Mungu anataka kweli niolewe na huyu kaka. Mwangalie kaka kutoka miguuni mpaka kichwani. Ujiulize, niko salama mikononi mwa kichwa hiki kweli? Alafu mwambie Bwana, hivi huyu niko salama kweli? Atanilinda, atanitunza, ataniongoza. Ile hatima niliyopangiwa na Mungu itatimia kwa kichwa hiki. Kwa ukimya huu wa huyu kaka, kuna kitu hapa. Kwa ujinga huu alionao, kuna kitu uko mbele. Unamwangalia kutoka, usiangalie tu, angalia maisha yake, usiangalie tu kunena na maisha yake. Amefanya nini mpaka sasa hivi? Ameachieve nini? Mtu anapimwa kwa kiwango kidogo ndio unampima kwa makubwa. Ambaye ni mwaminifu kwa mambo madogo ni mwaminifu. Hana hata kibanda, hana hata nyumba. Anakuambia tukioana tutapata. Mwambie tupate kwanza. Eti tuoane ili tuunganishe nguvu. Muunganishe nguvu na nani? Muulize huyo kijana, unapo pa kulala? Wewe mwenyewe kama huna pa kulala unataka kuniongeze na mimi, si shida zaidi? Huna bajaji wala pikipiki, wewe mwenyewe unaniongezea na mimi kwa matatizo yako. Angalau mimi nimejitahidi na chumba. Sina nyumba lakini na chumba na uwezo wa kulipa kodi. Wewe mwenyewe kodi huna, nikopa mimi. Alafu unaniambia tuunganishe nguvu. Bwana atende kwanza kabla hatujaunganisha nguvu. Unamwona kabisa nauli anakukopa wewe kila wakati.